leo, siku hiyo ya kufunguliwa kwako imetimia. Na Baba litukuzwe. Amen. Wewe ambaye umefungia roho yako isiweze kukombolewa na Bwana, wewe ambao umekuwa ukienenda katika njia zisizostahili, ukikiuka amri ya Mungu, ni siku hii ya leo anayokuita uje kwake aweze kukufungua. Tito 2:14, msomaji haraka. Tito 2:14. Ikasema hivi. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Ati Yashua alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu sisi, ili atukomboe na maasi yote. Ili atukomboe na maasi yote. Na kujisafishia watu na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe. Wawe milki yake mwenyewe. Milki ni ufalme. Ati alikuja akakufa kwa ajili yetu ili tuweze kukombolewa. Wale walio na juhudi katika matendo mema. Sisi ambao tuko na juhudi katika matendo mema, njoo ukombolewe na Yashua. Wagalatia, hatutasoma sana, but ningependa usome huo mstari, Galatia 5:14, kisha uruke hadi 21. Lakini ningependa usome kuanzia 14 hadi 23 kwa wakati wako. 14 nasema nini? Galatia 5:14. Maana torati yote imetimilika katika neno moja. Ati torati yote, hii amri yote ambayo tumesoma siku ya leo imetimilika katika neno moja. Nalo ndilo hili. Umpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Jina Baba litukuzwe. Amen. Wewe ambaye uko hapo, hata kama ni maisha ya kawaida, mpende huyo jirani. Usikuwe na chuki. Kwa sababu katika kumpenda huyo jirani na kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, umeweza kutimiza torati yote. Na katika kutimiza torati yote, umeweza kutenda mapenzi ya Mungu na umeweza kumjua yeye Mungu aliye wa kweli. Hebu soma 21. 21 ikasema, husuda, ulevi. 22 ikasema, lakini tunda la Roho ni upendo. Ati wewe mahali ambapo ulipo, kuwa na kitu ambacho kinaitwa upendo. Namba 2, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo, na juu ya mambo hayo hakuna sheria. Hakuna kitu ingine. Ukishatimiliza mambo hayo na ukuje utulie kanisani, ujue Mungu, hakuna kitu ambacho utahesabiwa nacho na torati kwamba umekosea. Kuna mambo mengi ambayo tungesoma hapo katika hicho kitabu cha Wagalatia, na zaidi kuna jambo moja ambalo ningeweza kuguzia, na ni uasherati ama amri ya 7 ambayo inatuagiza kwamba tusiweze kuzini. Ulimwengu wa sasa umeweza kusawazisha ama kunormalize hili jambo ambalo linaitwa uasherati. Mtu wa Mungu si mwasherati. Mtu wa Mungu si mzinifu. Mtu wa Mungu si mtu wa tabia ambayo ni ya kukera, ya kuchukua bibi wa jirani yako, ya kuchukua mtu ambaye si mke wako ama mtu ambaye si bwana yako. Jambo hilo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, na wale ambao wanafanya mambo kama hayo, maandiko yamesema hawataingia katika mji ambao tumeandaliwa. Ningependa kwa kila mmoja ambaye anayenisikia, kama umekuwa mzinifu, umekuwa ukivunja amri ya 7, umekuwa hata ukifanya matendo na maneno, kwa maneno ama hata kwa macho, umetamani yule ambaye si wako, njoo katika Bwana ama katika nyumba ya Bwana aweze kukukomboa, aweze kukuondolea hiyo dhambi. Tusinormalize mambo ambayo yamekuwa yakipingwa na maandiko tangu mwanzo.
Jambo hilo la uzinifu, uasherati, lesbianism, gayism, mambo kama hayo, njoo katika nyumba ya baba wetu wa Israeli ili uweze kukombolewa. Nitamalizia na kitabu cha Timotheo wa pili 2 mstari wa 19 hadi 21. Timotheo wa pili. Labda kuna mahali ambapo umesikia umekosa, utafanya nini? Je, Mungu anakupenda? Ni nini ambacho amesema ufanye? Timotheo wa pili 2 mstari wa 19 hadi 21. 2:19 na 21. Yes. Lakini msingi wa Elohim ulio imara, msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii, na uko na hii muhuri huu. Bwana awajua walio wake. Muhuri ni kama seal, ni kama ile stamp. Msingi wa Bwana umesimama, na unasema nini? Ati Bwana anawajua walio wake. Hata wewe ambaye uliye hapo nyumbani, uliye hapo biasharani yako, Mungu anakujua. Na kama wewe ni wake, utakuja. Na tena kila aitajaye jina la Bwana auache